Asante sana mpenzi mtazamaji wa Kenya TV mahali popote ulipo. Naomba nikusalimie hujambo, natumai umzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio hasa katika sekta ya siasa katika taifa la Kenya. Mbunge wa eneo bunge wakilishi la Kiharu Ndindi Nyoro ameweza kuonyeshwa vumbi na serikali ya Rais William Ruto. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea haswa kwa mbunge huyu ambaye wakati mmoja alikuwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti katika bunge la kitaifa, kwa sababu aliweza kuchaguliwa katika chama cha UDA. Kisha baadaye wakati mswada ulipofikishwa katika bunge la kitaifa kumuondoa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, hakutia sahihi yake na hakushiriki kwa upigaji wa kura ili kumuondoa naibu rais Rigathi Gachagua wakati huo, jambo ambalo liliweza kusababisha yeye mwenyewe kung'atuliwa mamlakani yale ambayo alikuwa anashikilia kuwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti katika bunge la kitaifa. Tangu enzi hizo ama nyakati hizo, Ndindi Nyoro amekuwa akilaumu serikali ya Rais William Ruto hasa kwa matumizi ya hela hapa na pale. Sasa siku ya leo Ndindi Nyoro ameweza kuonyeshwa vumbi na kushambuliwa na serikali ya Rais William Ruto. Kulingana na Kenyans.co.ke, wameweza kuchapisha habari hizi ambazo zinaenda kuunda msingi hasa kwa yale ambayo naenda kuzungumzia kwa kanda hii. Wamesema hivi: Ndindi Nyoro opens Kahuro ACC offices amid boycott by local administrators. Kwenda chini wakasema ya kwamba according to sources, the administrators who were supposed to attend the launch reportedly stayed away after receiving instructions from senior authorities not to participate. Sasa umesikiza, kulikuwa na uzinduzi ama ufunguzi wa ofisi za naibu kamishena ama msaidizi kamishena katika eneo la Kahuro katika eneo bunge wakilishi la Ndindi Nyoro. Sasa machifu waliweza kususia, hawakuhudhuria ufunguzi wa ofisi hiyo ya serikali. ACC msaidizi wa kamishena wa county eneo la Kahuro hawakuenda pale, na ofisi ni za serikali ambayo inaongozwa na Rais William Ruto. Sasa serikali ya Rais William Ruto ikamvamia kwa kuagiza machifu na wasimamizi, administrators, wasimamizi, wakaambiwa msiende kuhudhuria ufunguzi wa ofisi hizo. Akaonyesha vumbi. Kisha baadaye tunaambiwa ya kwamba maafisa wa polisi wanadaiwa kuvamia shughuli hiyo kwa sababu Ndindi Nyoro yeye aliendelea na shughuli hizo. Ni kipi ambacho kilifanyika? Kabla nizame kuundana, shukuru kwa wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Kwa heshima na taadhima unapoendelea kutazama hii kana, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja kutukabidhi like, na ikiwa hauja subscribe na kuomba ukaweze kusubscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kila wakati. Sasa inadaiwa maafisa wa polisi walijaribu kusimamisha shughuli ya ufunguzi wa ofisi hizo za ACC, lakini wakaona moto, kwa sababu wale wananchi waliohudhuria sherehe ile ya ufunguzi wa ofisi hizi waliweza kuwaambia maafisa wa polisi, hamwezi kusimamisha hii shughuli, liwe liwalo laliwe. Wakawazidi nguvu, ikabidi maafisa wa polisi waondoke eneo hilo mara moja. Kwa nini Ndindi Nyoro anatafutwa hivi? Point number 1, political sabotage. Wanataka kumkandamiza kisiasa,
kwa sababu amekuwa akilaumu serikali ya Rais William Ruto kwa muda mrefu sasa. Ndio maana anaibishwa kwamba machifu na wasimamizi hawawezi kuhudhuria function ambayo inasimamiwa na Ndindi Nyoro, kwa sababu amekuwa critic ama mkosoaji mkubwa wa serikali ya Rais William Ruto. Na wakati huu sio mara ya kwanza Ndindi Nyoro, machifu, wasimamizi ama administrators kususia kuattend ama kuhudhuria mikutano yake. Ni jambo ambalo limekuwa likishuhudiwa kila mara tangu aanze kuilaumu serikali ya Rais William Ruto. Kwa hivyo ni kwa sababu ya masuala ya kisiasa. Ikumbukwe hivi majuzi Ndindi Nyoro aliweza kuingia katika vitabu za rekodi za kumbukumbu kwa kufanya elimu hasa katika shule za msingi kuwa free. Haulipi chochote, bure bilashi. Jambo ambalo liliweza kukasirisha wabunge wengine kwa sababu wameshindwa kufanya hayo. Akasema secondary schools zile ambazo ni day school, kila mwanafunzi atatoa shilingi 500 peke yake. Lakini primary school free, secondary day schools only 500 shillings. Huyo ni mbunge. Sasa yeye ni miongoni mwa wabunge wale ambao wameonekana wakifanya maendeleo makubwa na kuleta mabadiliko hasa katika sekta ya uongozi. Na katika taifa la Kenya kuna jambo ambalo nilikuja nikagundua. Wakati unatenda mema, wakati unazidi wengine kutenda maendeleo ama kufanya maendeleo hapa na pale, kufungua miradi ya maendeleo, unakuwa adui kwa wale ambao wameshindwa kufanya hivyo, licha ya kutengewa hela sawia, kiwango sawia. Kwa sababu tuko na hazina ya CDF, yaani hazina ile ya ustawi maeneo bunge, kila mmoja anawekewa mamilioni yake. Lakini Ndindi Nyoro anakaa chini, anafanya calculation, anaanzisha ujenzi wa madarasa katika shule mbalimbali, anafanya ukarabati hapa na pale, jambo ambalo wabunge wengine wameshindwa. Kwa hivyo yale mazuri ambayo anaendelea kuyafanya yameleta taharuki, yameleta wasiwasi, yameleta sintofahamu kati yake na hawa wengine ambao wameshindwa kutekeleza. Sasa ndiyo maana anaendelea kuandamwa kupitia yale ambayo anayoyafanya, na kwa sababu yeye amekuwa mkosoaji mkubwa wa serikali ya sasa ambayo inaongozwa na Rais William Ruto. What do you think? Je, Ndindi Nyoro anaweza kufaulu kumuliko Rais William Ruto katika uchaguzi ujao wa 2027? Nani atashinda kati ya hawa wawili katika eneo la Mlima Kenya? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutana katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button this down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload any video clip, you will be notified automatically that Omo Kenya TV has uploaded a new video clip to watch. Remember to share our content always, so other WhatsApp groups are available on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.